usiku wa manane. Huwa unafanya nini usiku wa manane? Paulo na Sila wamevulishwa nguo zao. Paulo na Sila wamepigwa kwa bakora. Paulo na Sila wamewekwa katika gereza la ndani. Paulo na Sila wamefungwa miguu yao kwa mikatale. Paulo na Sila wanapitia wakati mgumu, na si kwa dhambi walioitenda, lakini kwa kutangaza habari za mfalme wa milele. Usiku wa manane, wewe huwa unafanya nini? Wengine usiku wao wa manane ni wakati wanaomba. Anaona umri wake umepita na anatamani kuona Mungu anafungua njia apate mwenzi wa maisha, lakini giza linaendelea kutanda siku baada ya siku. Kila anayekuja anamchezea na anamwacha, anamweka hapo pembeni. Anajiuliza, Bwana, usiku huu utakoma lini? Usiku wa manane huwa unafanya nini usiku wa manane? Rafiki yangu, sijui usiku wako wa manane ni upi, lakini Biblia inaniambia panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, jambo la kwanza ninalolipata katikati ya giza hilo, katikati ya mawimbi hayo ya maisha, katikati ya wakati mgumu wa kuogopa, katikati ya vipindi ambavyo hawana tumaini tena, wakati wa usiku wa manane, Paulo hakwenda kwa mganga, Paulo hakwenda kwa mchungaji, Paulo alikwenda kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda kwa Mungu usiku wa manane. Rafiki zangu, Biblia imerudia mara kadhaa, inasema ombeni bila kufanya nini? Kukoma. Yaani maombi ni sehemu ya pekee ambayo inatusogeza karibu na Bwana, na tunaona mambo katika taswira yake. Maombi hayambadilishi Bwana, lakini yanatusogeza sisi mahali ambapo Bwana alitarajia. Maombi, rafiki zangu, hayabadilishi kila kitu maishani mwetu, lakini maombi yanaonyesha sisi tu tegemezi mbele za Bwana. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mungu anatuambia tumuendee katika sala, tumuendee katika maombi usiku wa manane. Mambo yanapokuwa magumu, ungana na Paulo na Sila, omba. Bwana Yesu asifiwe. Omba.